viongozi, tumekaa na IG na team na county security team na pamoja na regional security team, na tumeambiana wazi kwamba sehemu ambayo tumeachilia kazi yetu lazima tuone kwamba kila mmoja anarudia kufanya kazi ambayo anafaa kufanya. Na ili kuwezesha hiyo kazi ifanyike, tunachukua hatua ya kiusalama wiki huu kuanzisha massive operation katika sehemu hii ya kutarget mambo ya. Na ninajua kwamba nimepata calls kwa viongozi wenu wote ni marafiki wangu kutoka MCAs mpaka governor mpaka women rep senator MP, wamelia sana kusema kwamba Isiolo kumekuja shida. Lakini sasa kwa sababu tutafanya ile operation, tunawaomba wote sasa, hakuna mtu atatuambia kwamba watu yangu wamefanyiwa hivi, watu yangu wamefanyiwa vile, watu yangu wamefanyiwa namna hii. Hiyo operation itakuwa chungu, itakuwa ina target bandits wenyewe, wale wanawapatia pesa ya kununua bunduki, wale wanawapatia pesa ya kununua risasi, wale ambao wananunua ng'ombe directly kutoka hawa wakiwapatia pesa ya kuendelesha hiyo kazi. Na haitafanywa tu kwa sehemu moja, itafanya kwa sehemu zote safari moja. Kuna wakora wamekuwa wakiendeleza mambo ya kupiga watu kwa hii town. We are coming for you. And even those who are trying to put differences kati ya jamii kwa kujaribu kusema community hii ndio inapiga hile, community hii imepanga hii, we will come for you individually and it has nothing to do with your community. Ni wewe peke yako ndio tunakukujia. So beginning, today is Tuesday, so beginning tomorrow and by Thursday, by weekend, lazima nisikie nduru kwa kila kona, nipate masimu ya kila aina, ndio nijue kwamba hiyo uchungu imepatikana. Na wacha niseme hivi, hata mkienda kupiga kelele, mimi nimefanyiwa hivyo before. Mwaka jana tulikuwa na shida kama hii kwa North Rift, kwa county yenye natoka, kwa Elgeyo Marakwet, Baringo na border na West Pokot. Tulipoanza operation kama hii, kulikuwa na kelele. Nilikuwa napigiwa simu. Nilifanyiwa barasa ya kufanya cases. Na nikaambiwa nitashikwa na shida na nini kwa sababu watu wamepigwa. Lakini saa hizi wamama, wazee, vijana wametoa bunduki 1,500 katika sehemu hiyo, na tayari kila kona sisi wote wa security tunatafutwa kwa upande huo kupewa baraka. Wengine wanatupatia kusema watolete ng'ombe, shamba, nini. So sustain that operation for as long as it takes until this belt is secured. I want also to say that that operation will not just be at to flush out wakora. We are coming for the illegal firearms, illicit firearms. And therefore I want to announce here in Isiolo that every citizen who has a gun which is not for government, you are not NPR, you are not police officer, wewe tu ni mtu ya kushika bunduki kuattack watu, you better surrender that gun the earliest. I want to tell people who are hiding in these forests where I have said, Mukokodo, Labendera, Kipsing, all those areas, and you are hiding and staying together with bandits, please leave those places immediately. If you are sitting, protecting, and defending bandits, particularly kwa hiyo forest ya Mukokodo, you better leave before the close of the day tonight, because ile kiboko itakuja hapo, haita discriminate wakora wote wenye wako hapo. Sijui kama tunasikizana. Hiyo ndio first two things I wanted to say. Number 3,
there has been laxity in terms of security coordination in this county. There has been laxity, and we can agree. Some of our officers, wakitoka station, wakienda penye wanaishi, they don't come back to do the work they are supposed to do. Some of the operations, ng'ombe inapita na askari wanaangalia, alafu wanajifanya wanafuata nyuma. We have told the security, the county security, county commander, the IG has made it clear to the county commander, where is he, Bwana Sang, and your team. How long have you been here? 1 month. Sasa, you came here because there was a problem. So you now have to organize your team kwa hii county, and we want the police officers to be present in the police stations and where they are supposed to be to respond to every security challenge yenye iko sehemu hii. You may sit. That will go to your performance and performance of the officers in this place. There are officers who have overstayed in this place and they have become complacent. Wamezoeana, wako na marafiki, wako na networks na watu ya hapa, wanaogopa kiongozi huyu na kiongozi yule, akiambiwa kufanya anasema hawezi fanya kwa sababu the IG is going to do the reorganization to make sure that we have fresh new police officers who will come here to assist in dealing with that issue. Those who have been overstayed in this place will also find their responsibility to do elsewhere. And those who have, wenye wamejiingiza kwa mambo ya ukora, they will go through disciplinary action. They will not be posted to another place. Wale wame overstay and has become complacent will also be moved to serve in other places. We have also agreed that there are certain security roads that have blocked access for the security officers. We have captured the most priority ones, and within the next few weeks, we are working together with Ministry of Roads to open those roads, both here and in Samburu and Laikipia North, so that then the places where we are doing operation will be accessible. This operation will be multi-agency operation. It will involve the National Police Service. There will be a technical support from the KDF. There will also be, of course, intelligence support in these operations, and it will involve KWS, who are owners of the forest, some of the forests where we will go, and also where needed it's KFS and also KWS. So this is a multi-agency operation. It will involve all security forces across the country. The Commander-in-Chief, who is the President of the Republic of Kenya, has given marching orders that we must do everything to sort this problem of Isiolo and Meru, and the parts of Laikipia must be sorted immediately. All other smaller issues like network, it's not small of course, but we are working also on the network to make sure that some of these places are able to be addressed. Some of the roads mulikuwa mmeniambia during jukwaa la usalama, but we will deal with the ones that are a bit more emergency related roads. I think from our meeting also, for our chiefs and assistant chiefs, hakuna kitu mliniomba siku ile kwa jukwaa tukufanya, na tunaendelea kufanya yenye inafaa. It is also your time now to give back to the people by cooperating with the security teams to identify hii wakora in good time as a preemptive measure. As a preemptive measure. We want all our chiefs here to do their part. We have also told the county commissioner and the regional commissioner they are going to organize barazas in the areas where they have been sehemu ambazo kumekuwa na grazing agreements between communities that are migrating and the local community. We want those grazing agreements to be enforced by close working relationship here, regional commissioner, county commissioner, and the chiefs being involved in negotiations to make sure that we avert conflict as a result of competition for pasture and water. Sijui kama tumeelewana mpaka hapo chiefs? Yeah, tunataka msaidie jamii zote. Wale wanakuja kutafuta malisho na maji,
lazima wapitie ile kumekubalianwa na wazee wa sehemu hiyo, na tunataka nyinyi muandae baraza ya kuenforce your agreement so that wenye watakuja hapa ni watu wenye wanakuwa accounted for, because we don't know how long the drought will be. It may be a month, it may be 2. We cannot wait ati sasa mpaka ati watu waumie mpaka sasa tupate nyazi na maji. Ni vizuri kwamba mfanye hizo baraza haraka, and we will facilitate those barazas from the headquarters by supporting the regional commissioner's office to ensure that those barazas are done in a right way. NPR. Yeah, NPR. Tuko na NPR karibu 240 kwa hii county. Tuko na karibu 300 kwa Meru. Tuko na NPR wengine kwa Samburu. Tumesema ya kwamba all NPRs must be reporting to the OCS, the Officer Commanding Station. They must be accounted for. Ndio wale ambao wanajiingiza katika ukora waweze kujulikana. Pia tunajua kwamba yao NPR kama local community wanapitia certain challenges, and we have said they must be given logistical support, including food and other logistical support that will be given so that they can feel motivated to continue supporting the security team. Yeah, tumeelewana mpaka hapo. Tutafanya njia kidogo for 1 month, for 2 months, vile tuna support security wetu, tunataka kusupport also the NPRs in these areas that have been affected. Pia tumesema kuna sehemu ambazo NPR kuna wengine walifariki naturally, wengine walipotezwa kwa sababu ya operations, wengine pia walijiondoa kutoka NPR, wengine walipatikana na makosa ya insecurity. We have said that the county security teams working with the regional security team